Ninaitwa Grayson Nyantamba. Nimeokoka na mpenda Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alinipa neema ya kunipatia mke mmoja mzuri na nipenda sana, anaitwa Angela au Angel Nyantamba. Nikiwa mwaka wa pili, yeye alikuwa mwaka wa tatu. Mwaka wa kwanza mimi mwana Kasveta, nikiwa mwaka wa tatu, yeye alikuwa mwaka wa pili mwana Kasveta, na mwimbaji wa kwaya Kasveta na mtumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikiwa mwenyekiti wa Kasveta tawi la Ipenda la Mzumbe Sole, lakini pia nikiwa mwenyekiti wa mkoa. Yeye alikuwa darasa moja pamoja na mke wa mchungaji wangu mzuri, dada yetu Happy, kwa walikuwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akanipa nafasi na neema, Bwana akanionekania na akanipatia yeye kuwa mke wangu. Kwa hiyo kwenye Kasveta sijaishia tu kuona mambo mengine, lakini Bwana amenipatia mke ndani ya Kasveta. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukikaa wakati mwingine tunakumbushana mambo mengi ya Kasveta. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikipanda ngazi ya Sofia kule na mabweni mengine ninayakumbuka vizuri. Na mimi nimepita nakumbuka wakati huo ninakaa kwa mjomba wangu baada ya baba kufariki. Kwa hiyo nimehamia kwa mjomba wangu ambaye alikuwa anafanya kazi benki, na yeye baada ya mwaka mmoja akawa amepumzishwa benki kufanya vacation. Kwa hiyo akawa yuko nyumbani na uwezo wa kunisomesha ukawa hukuna. Kwa hiyo nikabiliwa na mambo mawili, ana sina na fedha, lakini pia sehemu ya kwenda kusoma. Kwa hiyo tumeenda pale, wenzangu wakaenda kuomba wakakataliwa, wanasema nyinyi mmesoma ufundi hamwezi kufikia kidato cha tatu kwa sababu mmesoma masomo ya ufundi, haiwezekani. Kwa hiyo mimi nikabaki na muomba Mungu. Dada yangu wa kwanza wakati amemaliza form 6 akawa ameomba kufanya kujitolea kwenye shule moja inaitwa Samu Sekondari. Kwa hiyo nikamfuata pale nikamwambia, naomba unisaidie basi hata kwenye hiyo shule ingawa hujaajiriwa unajitolea, lakini ongea na walimu angalau waniruhusu kuingia. Tukaenda kweli kuongea, akaniambia twende, tukaenda kwenye ofisi ya second master. Second master akaangalia yale matokeo yangu ikiwa nimeyaomba kutoka kule nilikuwa nasoma ya form 1 na form 2. Nimefika pale nikawa na yamekuwa addressed kwenda kwenye ile shule. Akaangalia akasema, wewe hujasoma biology, hujasoma geography, hujasoma bookkeeping, hujasoma commerce, hujasoma civics. Tutakuweka wapi? Tukisema tupeleke sayansi ya ufiti, tukisema biashara ufiti, na tukisema hati pia ufiti, tutakupeleka wapi? Akanikatalia kabisa ile second master. Nikarudi kwenye ofisi ya dada yangu. Dada yangu akawa anaongea na walimu wenzake, akatokea baba mmoja alishafariki. Yule baba akamwambia dada yangu, na shida gani? Akamwambia, mimi na kidogo wangu huyu ninamwangaikia hapa. Tumetoka kwa second master, amekataa kabisa. Tumekuja hapa sasa tunafikiri tutaenda wapi atuelewe. Akasema amesomaje? Akaangalia akasema, wewe dada, sasa hivi tunapigana ili shule yetu ifanye vizuri. Wewe unamleta huyu ili tuje kuanguka. Kumbuka competition inaendelea. Akasema, wewe, na nasikia kwa masikio yangu ananiambia unataka kuongeza 0 kwenye shule yetu. Kwa kweli nimeokoka na nilimwomba Mungu anisaidie hasira, maana nilitamani nitoe tusi, lakini ndio Bwana akashikilia Roho Mtakatifu. Nikasema hebu tusubiri. Tukatoka pale na nao tutafanya. Akasema sasa twende Meta Sekondari, lakini ile barua ina address pale juu inaenda sana. Tukakata barua ile address ya pale juu, tukabakiza tu kwamba whoever is concerned na nini na matokeo pale yamewekwa na ile, tukasema twende. Tukafika ofisi ya second master pale Meta Sekondari. Tukutana na second master mmoja anaitwa Kimondo, akasema haiwezekani huyu mwanafunzi aingia hapa. Akaangalia akasema hatuna hiyo nafasi. Wakati huo wenzangu wameenda Meta, walienda kwenye master amewakatalia. Kwa mimi tiki nisema nende kwa second master. Kwa tumetoka pale
academic master. Akatambia, "Una shida gani?" Uzuri hawahi kukutana na dada yangu kwenye kikao kimoja cha harusi. Sasa kukumbuka tulikutana hiyo, akakumbushana, "Una shida gani?" Akambia, "Nina shida na mdogo wangu anataka hebu njoo ofisini." Tukaingia ofisini kwake. Second master tumemwaga, tumeenda kwenye master, halafu katikati tumekutana na academic. Akaangalia akasema, "Haina shida. Jumatatu asubuhi hadi amevaa uniform aje hapa aanze shule." Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. That was the changing of my story. Akaanza tukafika pale, akaniambia, asubuhi tukamweka kwa Jumamosi, Jumamosi tukashona haraka za uniform na kadhalika, tukaweka Jumatatu asubuhi kabisa saa 2 kipindi kinaanza, niko pale, alafu nimekaa mbele, nimetulia pale, wala sina shida. Nimekaa mbele Jumatatu asubuhi, kipindi cha kwanza kabisa, naingia mwalimu wa chemistry, second master, ananikuta nimekaa pale, akaniangalia kunimaliza, akanicheka kunimaliza, akabaki kutikiza kitu. Alikuwa anaweza kusema, maana wakati tunamwaga tulisema tunaenda kwa second master, kwa mawazo yake tumeruhusiwa na bosi wake, kumbe kuna mtu ambaye Bwana anamtumia ili kuweza kuingia. Haleluya, haleluya, haleluya. Wakati mwingine ukiokoka, Bwana atawainua watu, watakupa fedha hata usiotarajiwa. Watu watajiuliza, amesaidiwaje huyu? Lakini nataka nikwambie, yuko Bwana amekuandalia kitu. Hata unapomaliza sasa hivi, watu wengine wanahangaika na ajira, lakini nataka nikwambie mchana wa leo ya kwamba yuko Bwana wa uzima ambaye amekuandalia. Haijalishi watu wamesema nini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tukatoka pale, nikakaa, jamaa anaanza kufundisha, anafundisha chemistry yake. Mimi namwangalia tu, moyoni nasema ni Bwana amefanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaanza mega sekondari, tulikuwa na mikono mitano ABCDE, na kila mkono ulikuwa na wanafunzi wasiopungua 60. Tulikuwa jumla ya wanafunzi 370 ambao tulikuwepo katika ile darasa moja. Tumeanza kwa miaka hiyo, tumekaa kwa moja kati ya shule ilikuwa komba, na wote ni wengi wamejaa mikono yote. Tukaanza pale, nikiteki hapa physics sijasoma, wanaita sijui tulikuwa tunasoma somo la engineering science na sina mambo mengine ya ufundi. Sasa geography ndio mara ya kwanza naanza kuona what is geography, mara ya kwanza naanza kusoma what is history, mara ya kwanza nasema what is biology. Kwa nimekaa, wanaanza kufundisha, mimi nimekaa. Nashukuru Mungu, kulikuwa na mjomba wangu mmoja alikuwa anasoma shule ya Yunani, wengine shabaliza kama miaka 5, 6, 7 huko nyuma, alikuwa yuko pale ana madaftari aliyoandika mengi ameyapuza. Kwa mimi nikirudi nyumbani nasoma yale matunda form 3, lakini nasoma pia form 1, naanza kupitia zile notes pamoja na nini, nasoma na katika maisha yangu. Moja kati ya miaka ambayo nilisoma sana ni kidato cha 3, maana ilikuwa kuona asubuhi ilikuwa ni kawaida tu, yaani sometimes unasoma mpaka unaona sababu vitu vilikuwa vingi na ninahitaji kufaulu. Mapambano hayakuishia hapo. Niko nakaa kwa mjomba wangu huyo, na ameshaachishwa kazi, anafanya biashara zake, lakini pia alikuwa na mdogo wake ambaye ndio alikuwa anatumia madarasa yake daftari yake, amemaliza. Yeye alikuwa ni mwalimu wa kwaya pale kanisani kwetu. Siku moja kwaya inatoka pale, wanakuja kurekodi Dar es Salaam kwa mara ya kwanza kama mwalimu wa kwaya, wamejipanga na wakati niko kidato cha 4 sasa nasoma usiku, wanaondoka wakapanga waondoke asubuhi. Sasa asubuhi naamka asubuhi, nikafika pale mezani, natoka chumbani kwa nakaa chumba kimoja, wao wamewai saa 11 wameshaondoka. Nafika pale nikakuta waraka mkubwa umeandikwa, mambo mengi yameandikwa kuhusu mimi. Ameandika vitu vingi, moja wapo ikiwa ni kwamba
Wewe unajifanya unasoma usiku, umeokoka wewe, unajifanya unasoma usiku, lakini nataka nikwambie utafeli wala utafaulu, kwa sababu kuna muda nimekuta hauko kwenye meza yako, na najua tulikuwa chumba cha dada wa kazi nafanya mambo yenu, na haikuwa mara ya kwanza. Walaka ni mrefu, wameandika peji ya kwanza, anaandika peji ya pili, alafu amesafiri na kwa kuja Dar es Salaam kwa ajili ya kurekodi. Nilisoma ile barua kwa uchungu, na akaniambia utapata zero. Wa kwanza alikuwa yule mataifa mwalimu, wa pili vita inatoka ndani, na inatoka kwa mtu aliyokoka, inatoka ndani ya mdomo ndugu kabisa. Barua ndefu, nililia kwa uchungu mkubwa mno. Nilimwambia Mungu, naomba unitetee, naomba Mungu unitetee kwa namna ya ajabu. Alirudi, tukakaa vikao na mjomba na shangazi na nini na nini, akajitahidi kuomba, akasema nikosa na nini na nini. Mungu, namwambia Mungu, naomba uthibitishe. Niingia kidato cha tatu, mara ya kwanza nikawa mtu wa 22 darasani, darasa la peke yake, tuko 300 katika watu 60, nikawa mtu wa 22. Mara ya tatu nikaja kuwa mtu wa 4 au 5, ile form zoni, nimeshaanza kupanda huko kwenye ile darasa la watu 40, sio wote, watu 40. Nimepanda kutoka 22 mwezi wa 6 mwezi wa 12 nikapanda mpaka mtu wa 4 darasani, mwezi wa 6 nikapanda mpaka mtu wa 2 darasani. Wakati huo nimechukua sayansi, tumetoka form 4, matokeo yanatoka, nikawa mtu wa 2 kati ya watu 370. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Posti yangu ya kwanza nimechaguliwa Mzumbe Sekondari, tumechaguliwa wanafunzi 2 tu kutoka ile shule, tukaja hapa Mzumbe Sekondari. Mwenzangu alikuwa anasoma PCM, mimi nikawa nasoma PCB, nikaja kusoma Mzumbe Sekondari mara ya kwanza, ndio nimeripoti hapa Mzumbe. Wale watu waliosema haijalishi wamesoma kwa mdomo, haijalishi wameandika vyovyote watakavyokuwa wamefanya, lakini ndani ya Yesu anaishi na kukuishi na kutawala, lazima atakutetea. Hakuna haja ya kuogopa. Katika elimu nimemwona Mungu katika viwango visivyokuwa vya kawaida. Mtu hawezi kunidanganya kuhusu Yesu ninayemwabudu. Ndio maana mpaka leo ninaweza nikasimama kwa ujasiri nikasema mimi ni kiume, ninaweza kuishi na kushuhudia kwa macho ya damu na nyama kwa yale Yesu anayefanya. Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaingia hapo nimefanya mtihani wa form 4 nikiwa sijafanya hayo masomo, karibu masomo 4 nilianza form 3, lakini ukiangalia chochote cha form 4 hakina hata C wala D, na A na B peke yake. Nina A ya Jonathan form nilianza kusoma form 3. Kwa hiyo Bwana alinitetea, na si kwa uwezo wangu, ni Mungu alisimama na Mungu alitaka wadhihirishie wale waliosema nitapata zuri ya kwamba Mungu haijalishi wamesema nini. Kwa maana naposema kwamba Yesu ni msemaji wa mwisho, inamaanisha ni msemaji wa mwisho kweli. Haijalishi watu wamesema nini, Mungu Yesu anaishi na kutawala. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana Yesu asifiwe sana. Tukatoka pale nikaingia Mzumbe, nimekaa hapa wakati wanamshuhudia mchungaji na abudu hapa kanisani TAG. Wakati ile kanisa alipo kabisa, kulikuwa na kama hapo ndio kalenda kadogo hapo, tulikuwa tunaabudia hapo. Nikiwa tuko Mzumbe Sekondari, tunakaribishwa hapo kanisani, tunahubiri tukiwa vijana wadogo kabisa. Mungu anatupa neema, tunaendelea na hatukuacha kumpenda Mungu kabisa. Ninakumbuka wakati niko Mzumbe Sekondari